Tunashukuru Camfed kwa michakato ya ukusanyaji lakini pia matumizi ya takwimu katika uendeshaji wa shule. Mradi huu ulianza miaka miwili iliyopita na awali ulilenga kunufaisha shule 18, lakini matokeo yake mwishoni, tunapoenda mwishoni, shule takriban 54 zimenufaika. Kimsingi mradi huu umekuja kuunga juhudi za serikali. Kama tunavyofahamu, serikali imewekeza sana kwenye mfumo wa SIS au School Information System. Mfumo huu una kila aina ya takwimu ambayo watumiaji wangehitaji kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya uendeshaji wa shule wa kila siku. Huu wa Camfed umekuja kuongeza chachu kwa walimu wetu, hasa management za shule hizi 18 na sasa tunazungumzia shule 54, kuwapa uelewa wa namna ya kuchakata na kutumia takwimu katika uendeshaji wa shule. Takwimu katika maeneo yote, maeneo ya kitaaluma na maeneo ya kiutendaji au kiuendeshaji wa shule. Hapo nazungumzia upande wa mahudhurio ya wanafunzi, vipindi, ufundishaji wa vipindi, uchakataji wa matokeo, lakini pia kutoa matokeo kwenda kwa wazazi na jamii kwa ujumla. Shukuru Camfed kwa kuja na jitihada hii, na bahati nzuri wamewekeza maeneo mengi, sio eneo tu hili la takwimu. Kwa ujumla wamejielekeza sana kwenye kuwezesha mtoto wa kike kupata elimu. Sasa huu mfumo pamoja na mambo mengine unasaidia sana kudhibiti uwezekano wa wanafunzi wanufaika wa Camfed kudondoka. Lakini sio tu wanufaika wa Camfed, sasa ni wanafunzi, jumuiya nzima ya shule inawasaidia kwa sababu ya uelewa ambao wamejengewa, kwa sababu ya skills ambazo wamejengewa, inawasaidia kutafsiri takwimu za mahudhurio na takwimu za ushiriki wa wanafunzi shuleni kila siku. Kwa ujumla tunashukuru Camfed kwa initiative hii, na tunatamani kama watapata nafasi nyingine basi waweze kuja na either waungane na serikali, washirikiane na mikoa ambayo imenufaika moja kwa moja na utekelezaji wa mradi huu ni mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani na mkoa wa Iringa. Hao wamenufaika moja kwa moja, na katika mikoa hiyo tumefika halmashauri 6. Tuna Kibaha mji, Kibaha DC kwa mkoa wa Pwani, lakini kwa mkoa wa Morogoro tuna halmashauri ya Morogoro vijijini na halmashauri ya Malinyi, na kwa mkoa wa Iringa tuna Iringa halmashauri ya manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Mufindi. Ninaitwa Festo Mboya, ni meneja idara ya ufuatiliaji na tathmini shirika la Camfed. Leo tunayo furaha kubwa kukutana na wadau wetu kuwapa mrejesho wa utafiti na takwimu ambazo tumezipata kupitia ufuatiliaji, kuangalia matumizi ya maarifa ambayo tuliwajengea walimu kwenye ukusanyaji, uchakataji na matumizi ya takwimu kwa ajili ya kuandaa mipango ya shule na maendeleo ya shule kwa ujumla. Itakumbuka kwamba kwa mwaka 2024 mpaka 2026 tumekuwa tukishirikiana na serikali kupitia Wizara ya Elimu na Wizara ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Mradi umeweza kunisaidia kwa kiwango kikubwa sana, kwani baada tu ya kupokea yale mafunzo, kwa sasa performance ya watoto wetu, ukiangalia kwanza ile utoro, kwa sasa hatuna wanafunzi ambao wanatoroka. Na study nyingi ambazo tumezoea kuzikuta au kuzisikiliza is almost kama sio 99 basi 100% ni knowledge base, lakini hii imekwenda kwenye approach ambayo world sasa hivi ndio inakwenda huko kwenye action research au wanaita research science. Kwa maana sio kutuambia tu matatizo yalikuwa ni nini, alafu wanakuja na solution, wana test, wana implement, si ndio? Alafu sasa wanakuja kupresent kwamba tuliona shida ni hii, baada ya kuona hii shida tukaja na hii solution, tumetesti, imefanya nini, imeweki, sasa anakuja kupresent finding. Kwamba ili tupate hizo takwimu sahihi kwa ajili ya education excellence, moja, lazima kuwe na upatikanaji wa takwimu sahihi. Hicho ni kichochezi namba moja, kwamba hizo takwimu tunazozitaka kwanza ziwe sahihi, ndio hapo tunaweza, tukishazipata ndio tutaweza kupanga.
Lakini pia uwezo wa walimu na viongozi, hicho ni kichochezo muhimu sana, kwa sababu anayefanya hiyo kazi ni mwalimu, sio mtu mwingine, kwa sababu ndio yeye atakusanya, atazianalyze na hatimaye ata make decision. Lakini pia kichochezi kingine mimi ambacho nimekiona ni uongozi unaohamasisha maamuzi. Uongozi unaohamasisha nini? Maamuzi. Sababu unaweza ukazitafuta zile takwimu alafu pia hazifanyiwi maamuzi yoyote. Sasa tukiwa na hiki kichochezi tutafanya vizuri zaidi. Shirikiana kwa pamoja ndio tutapata tangible issues ambazo tunaweza tukazitafutia majibu kwa pamoja. Vingi kwenye wizara vya kwenda kushape in terms of the policy guidelines. Kuna vitu ambavyo lazima tutengeneze miongozo ya kusaidia kuona namna gani ya kufanya, hasa kwenye matumizi ya takwimu, lakini namna gani ambavyo takwimu zina influence tatizo la dropout kule shuleni. Kubaliana na vyote ambavyo washiriki tumezungumza. Scale hii programu upo. Sawa Yaani watu wengi wametoa best practice hapa wakati wakiwa wanazungumza. Walikuwa wana track na zile why. Si ndio? Na wakaweza kubadilisha. Kwa nini hizi shule zingine na sisi tusitraki kwa why? Then nitaongelea kwenye insights on effectiveness of data for education excellence model. Then itaenda kwenye scaling feasibility pamoja na achievement. Kwa haraka sana. Nakumbuka tukio mwaka jana Morogoro, moja kati ya concern kubwa ambayo ni raise ilikuwa kuhusiana na mfumo wa SIS. Lakini leo hii nasimama mahali hapa. Naomba kwanza nitoe pongezi zangu za dhati kabisa. Mfumo wa SIS kwa saizi of course ni excellence. Tofauti na ulivyokuwa mwanzo. Kwa sababu hizi data tunazozikusanya, wapi tunafanyia implementation, wapi tuna integrate na ili tuweze kuona matokeo ambayo tunayataka ni kwenye mfumo wa SIS of course. Mwanzo mfumo huu ulikuwa na changamoto nyingi sana. Lakini baada ya mafunzo yale ya Morogoro mwaka jana, mfumo huu saizi umetusaidia kwa asilimia kubwa sana. Kwanza ile kasi ambayo ilikuwepo ilikuwa nasumbua miaka ya nyuma, saizi imeongezeka sana. Taarifa unaingiza kwa wakati, una process taarifa kwa wakati, na then unapata matokeo kwa wakati na unafanya maamuzi kwa wakati. Ongeleni sana timu ya teknolojia hii ya SIS. Lakini nikirejea kwenye mafanikio ambayo sisi tumeyapata kutokana na tangu tulipoanza mafunzo haya. La kwanza, usahihi wa data, taarifa. Mara zote sisi Kilangalanga tunaongozwa na msemo unaosema kwamba ukiwa na taarifa sahihi utafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Na hii imetusaidia sana kupitia taarifa ambazo tumezikusanya, tumeintegrate kwenye mfumo wa SIS. Na hii imetupelekea sisi kufanya maamuzi katika mambo mbalimbali. Kwanza masuala ya kiutawala. Tumefanya maamuzi mengi na kupanga budget kupitia masuala ya kiutawala kutokana na taarifa ambazo tulikuwa tunazikusanya na kuintegrate kwenye mfumo wa SIS. Mkuu wa shule alikuwa anaziona kwa wakati, mwalimu wa darasa anaziona kwa wakati, walimu wa taaluma anaziona kwa wakati. Kwa hiyo kila mmoja anafanya maamuzi kulingana na taarifa kipengele kinachomhusu. Na sisi wenyewe, nichukulie mfano tu mwepesi. Kupitia taarifa ya performance ya wanafunzi ambazo kimsingi ukiingia hata kwenye mfumo utaona pale matokeo jinsi ambavyo yana trend kuanzia mwaka jana mpaka saa hizi. Imetupelekea sisi kuanzisha kitu kinaitwa remedial classes. Tuliangalia matokeo ya ndani, performance haikuwa nzuri sana. Tukajiuliza kwa nini, tufanye nini tuweze kuboresha performance. Moja kati ya findings ambazo tulizipata kwamba wanafunzi wengi hasa wa mjini wanapotoka saa 9:30 wanavyoelekea manyumbani huwa wasomi. Wanasubiria tena mpaka mwalimu anapoingia darasani kesho saa 2. Sasa sisi tukaweka utaratibu, tukasema hapana. Kuanzia saa 9:30 wanafunzi hawa wote kidato cha kwanza mpaka kidato cha 6 watabaki kwa ajili ya remedial classes ambapo tunaenda nao mpaka saa 11:30. Na hiyo kikweli tumeangalia performance imeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo we expect much performance ya matokeo ambayo yanakuja. Ingawa sisi tulianza hiyo kwa kidato cha 6, matokeo yetu mara zote sisi ni division 1, division 2. Lakini tunataka tutoe division 2 tuwe na division 1 peke yake. Mwingine wa Kilangalanga yeye akasema shuleni kwao, si ndio pamoja na kwamba wao walikuwa wanafanya, lakini dada Irene akaongeza kwamba kulikuwa kuna buy-in ya mkuu wa shule.
inaweza kuonekana kwa sisi kuwa creative jinsi gani tuna scale kulingana na mazingira ambayo tupo. Napongeza Camfed kwenye hili, na sisi kwa wizara tuko pamoja na nyinyi, na ndio tunatamani kwamba baada hili tukisha kumaliza hapa, kabla tujakwenda kwenye wider dissemination, tulipeleke kwenye sector management. Hii research, hii findings ipate baraka za maamuzi ya nini, ya kiwizara, ya kisekta.